kwa moyo mkunjufu kabisa, tena usiona hata chembe ya shaka. Tukaribisha tena katika Jamii Leo ya siku nyingine tunapokuletea habari, hoja pamoja na maoni ya watumiaji wa mtandao wa Jamii Forums. Mimi ni Ramadhan Ngoda. Nami ni Khadija Mzee. Tayari kabisa tunaanza habari ya kwanza kwa siku ya leo, ambapo tunaambiwa kwamba Kitwanga aponda ndege mpya za ATCL. Naam, undani wa habari hiyo tunaambiwa kwamba aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, huyu si mwingine ni Charles Kitwanga, hapo jana basi aliponda aina ya ndege mpya zilizonunuliwa na serikali kutoka Canada kwa ajili ya kufufua shirika la ndege Tanzania, yani ATCL. Kwa mwendelezo wa habari hii inasema kwamba Kitwanga alisema ndege hizo si tu hazina mwendo, lakini pia ilikuwa ni ajabu kununuliwa kwa fedha taslimu, wakati duniani kote ndege hununuliwa kwa kulipa kidogo kidogo wakati mteja akiendelea kuzitumia. Tukiangalia habari hiyo inahusiana na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, tukatazame sasa takwimu zetu, ambapo maoni zaidi ya 1900 tulikusanya, huku mengine yakiendelea kutolewa, huku mtazamo wa jumla ukionyesha asilimia 65 wamemtaka Mheshimiwa Kitwanga aache kubeza jitihada za serikali kwa kuwa ni muda mrefu shirika la ATCL lilikuwa doro, na asilimia 35 wamemunga mkono na kukosoa uharaka wa serikali kulipa cash kwa manunuzi ya ndege hizi zenye uwezo mdogo. Tuangalie umetuandikia nini katika habari hii. Huyu anaitwa RM72 anasema watu hawa na wanyamaze tu katika hili. Wengi wao wamekaa serikalini kwa miaka nenda rudi wakishuhudia shirika linakufa na hawakuchukulia hatua yoyote. Leo wakitemwa wanaanza kubeza jitihada za serikali. Twende kaangalia mtu wa pili ni Ndenga, anasema kwamba sasa kama pesa tunazo kwa nini tusilipe cash? Hii nchi ni tajiri sana na ukilipa cash gharama inapungua. Huyu akiwa anasema hivyo anatupeleka katika habari ya pili kwa siku ya leo, ambapo tunaambiwa Flaviana Matata aupeleka mahakamani mfuko wa PSPF. Mwanamitindo wa Tanzania anayefanya kazi zake nchini Marekani ni Flaviana Matata. Huyu ameushtaki mfuko wa pensheni wa PSPF mahakamani akitaka alipwe shilingi milioni 165 kutokana na mfuko huo kukiuka mkataba wao. Flaviana Matata ambaye ni balozi wa mfuko huo wa PSPF kupitia kwa mwanasheria wake wameushtaki mfuko huo kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Mwanamitindo huyo ameongeza kuwa anakula hasara ya kiuchumi kwa vile picha zake zinaendelea kutumika kinyume na mkataba wake na mfuko huo. Anasema kwamba hivyo ameiomba mahakama iamuru mfuko huo kumlipa fidia hiyo. Naam, habari hiyo ikiwa inaeleza hivyo, takwimu zetu zinaonyesha watu 880 wameweza kutoa maoni yao, huku mtazamo wa jumla asilimia 100 wamempongeza mwanamitindo Flaviana kwa hatua aliyochukua na kuwataka wengine wafuate mfano wake na kudai kisheria haki zao zinapominywa na sio kunyamazia. Wengi wamekuwa wakinyamaza haki zao zikiwa zinanyimwa. Naam. Baadhi ya maoni ndio tunachokwenda kukiangalia sasa. Tunaanza naye Betty, anasema kwamba safi sana, hii mifuko na baadhi ya taasisi hupenda kuwatumia wasanii na wanamitindo, wakishafanikisha malengo yao watupa. Bora mwanadada aonyeshe njia ili heshima ya kazi iwepo. Huyu mwingine anaitwa Mkete anasema mikataba ya kazi iheshimiwe, kila mtu apate haki yake. Hongera dada kwa ujasiri, wengi huminywa ila huogopa kusema na kuishia kulalamika chini chini tu. Hiyo ni ukweli, mimi nafikiri. Twende katika hoja sasa, na hii inakwenda kama ifuatavyo. Wewe anasema kwamba tunakuwa wema kwa watu baki, lakini majumbani mwetu shida tupu. Anaanza kwa kusema kwamba nikiwa natoka kazini njiani nilimparamia mtu na kumwomba radhi kwa unyenyekevu sana na kujishusha. Na mnukuu akisema, samahani sana ndugu yangu, sikukuona ndio maana nikakuparamia, nisamehe sana. Alinielewa na kunisamehe, nikaendelea na safari yangu. Yeye ndivyo anavyozungumza hivyo kwa kutoa hoja yake, lakini hakuishia hapo. Anasema kwamba lakini nyumbani ilikuwa ni hadithi nyingine. Nilimkaripia binti yangu kwa kosa la kusimama nyuma yangu wakati alipokuwa akitaka kunishangaza kwa zawadi ya maua. Surprise hizo. Anasema kwamba nilikuja kujiuliza na kubaini nimetenda kosa, hivyo ikanibidi nimwombe msamaha, na asubuhi yake alifikwa na umauti baada ya kubanwa na pumu usiku kucha. Anasema kwamba tukio hilo likanipa funzo kubwa sana maishani, la sivyo ningejutia maisha yangu yote. Yeye sasa anasema kwamba je, umeshaitathmini na kujiona ni jinsi gani unaitendea familia yako, mke wako, watoto wako au wazazi wako? Najua unaweza ukawa umejisahau. Jifunze kwa kutendea mema wapendwa wako, isije kuwa majuto ni mjukuu.
Anasema na kumbuka ya kwamba vitu hutumiwa na watu hupendwa, na neno ningejua huja mwisho wa safari. Mungu atusaidie. Ndivyo anavyomaliza hoja yake. Hivyo ndivyo anavyomalizia hoja yake, na hii sasa inatupa fursa ya kwenda kuangalia takwimu zetu kutokana na hoja hii iliyotolewa hapo. Maoni jumla ya 960 na zaidi yaliweza kutolewa, huku mtazamo wa jumla ukionyesha zaidi ya 80% wameonyesha kuguswa na kukubaliana na hoja, na 20% kwa upande mwingine wamedai tabia hiyo inategemea na malezi. Tuangalie mdau wetu umeweza kutuandikia nini katika mitandao yetu mbalimbali. Nikianza na huyu Travis, yeye anasema ni nani anayeweza kubisha kuwa hii ndio hali halisi, kwamba wengi tunaonekana wema machoni mwa watu baki, ila majumbani kwetu ni chuki zisizo na sababu. Tubadilike. Yeye ndivyo anavyomalizia kwa kusema hivyo Travis, lakini Venosa anasema kwamba asante kwa kutukumbusha, imenigusa na nimejifunza kitu hapo. Kwa comment hiyo basi, ama maoni ya mdau, ndio ambayo yanatufikisha mwisho wa Jamii Leo kwa siku ya leo. Mimi naitwa Khadija Mzee. Mimi naitwa Ramadhan Ngode, lakini tukukumbushe kwamba usikose kutufuatilia katika mitandao yetu mbalimbali ikiwemo Twitter, Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa kuandika tu Jamii Forums. Shukrani kwa kuwa pamoja na wakati mwema.